Leo tuna mada ambayo inazungumzia ni namna gani mwanadamu anaweza akajitambua na akaweza kuelewa malengo ya yeye kuwepo duniani. Na mada hii mara nyingi tunapoitazama hatuishii tu katika kuangalia kwamba hasa upande wa mwanadamu, lazima pia tujielekeze katika kuangalia chanzo cha maisha ni nini. Ziko tafiti za kisayansi ambazo zenyewe zinaonyesha kwamba uwepo wa maisha sio tu ya mwanadamu bali ya viumbe hai vinginevyo, kwamba yamekuwa supported au yamewezekana katika dunia, kwa sababu dunia inavyo vitu ambavyo vinasaidia uhai kuwepo. Kwa mfano mimea kuota, hali ya joto, uwepo wa maji, lakini pia mazingira ambayo yanasapoti uhai. Sasa ukija katika upande huo wa kisayansi utagundua kwamba maisha yapo kwa sababu viko vitu vinavyosapoti maisha. Lakini ukienda katika upande wa maandiko matakatifu ukaangalia asili ya maisha ni nini, utaona kwamba Mungu mwenyewe ambaye aliona iwepo sababu ya kuiumba dunia pamoja na vitu vyote vilivyomo, na baada ya kuviumba hivyo vitu vyote, basi Mungu akaona kwamba inafaa sasa awepo mwanadamu ambaye anaweza kusimamia maisha hayo ya viumbe vingine. Ndiyo maana katika baadhi ya vifungu au maandiko vinaeleza kwamba Mungu akampa mwanadamu haki ya kuviita vile viumbe, lakini pia akavipa haki ya kuviangalia. Lakini unaenda kuangalia kwamba baadaye katika maandiko inaeleza mwanadamu alipokosea kwa Mwenyezi Mungu akaweza kuondolewa katika bustani ya Edeni. Sasa alipoondolewa, kuna maelekezo pale ambayo alipewa wakati anaondolewa kwamba atakwenda kula kwa kulima na kwa jasho, lakini pia mwanamke akaambiwa yeye atazaa kwa uchungu. Sasa unakuja kuona kwamba lengo la mwanadamu kuumbwa na Mwenyezi Mungu lilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha maisha pale bustani ya Edeni yanaendelea, na yeye akiwa ndiye msimamizi mkuu kama mwanadamu ambaye Mungu alimuumba kwa mfano wake. Sasa tunakuja sasa kuangalia kwamba kwa upande ule kama maisha yangeendelea, manake mwanadamu angeweza kuishi katika lengo hilo la kuhakikisha kwamba vitu alivyoviumba Mungu vinabaki kuwa salama. Lakini baada ya kukosea, katika maelekezo mengineyo alipewa jukumu la kula kwa jasho, na ndio tunakuja sasa kwenye kuunganisha uhalisia huo na maisha yetu ya leo. Binadamu mara nyingi tumekuwa tukiamka asubuhi, tunakwenda kazini, tunakwenda kutafuta hiki na kile kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya maisha kuendelea, kwa maana ya kupata mahitaji muhimu, lakini pia kujipatia chakula pamoja na kuhudumia watu ambao wanatutegemea. Sasa kuna mwanadamu ambaye yeye anakuwa haelewi lengo lake ni nini, kwamba anaamka asubuhi, anakwenda kazini, anaamka asubuhi, wakati mwingine anashindwa nini cha kufanya, lakini ukimuuliza hasa wewe ni nani, anakuwa hawezi kukupa jibu hilo. Au ukimuuliza wewe uko kwa kusudi gani, anakuwa hawezi kukupa jibu hilo. Hii inaturudisha sasa kwenye mfumo wa saikolojia kwamba mwanadamu amejaliwa hali ya ufahamu. Ndio maana tunapokuwa watoto wadogo, tunapozaliwa, hamna anayekuwa anajitambua, na mwanadamu anapokuwa amezaliwa anakuwa haelewi, ila anakuwa tayari anazo nyenzo ikiwepo akili pamoja na mwili ambao ukishakuwa kila kitu sasa kinaanza kuingia katika hali ya ufahamu na kufanya shughuli zake kadiri ambavyo viungo vile katika vinasaba vimebeba taarifa za kufanya kazi. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa katika hali ya ufahamu, anavyokuwa mara nyingi sasa anakuwa anaweza kujitambua, anagundua kipaji chake, anaanza kujihusisha na masuala ya ujuzi, kupata maarifa, na mwisho wa siku anakuwa anajua nini cha kufanya ambacho kinaweza kikafanya maisha yake yeye kuweza kuendelea. Sasa tunapojielekeza katika kufikiria kwamba au kumuuliza mtu kwamba kwa nini ni wewe, kwa nini unaamka asubuhi, unaenda kazini, unarudi, sasa tunamkuta mwanadamu mwenye ufahamu kamili ambaye lazima awe ni mtu mwenye kuweka malengo. Sasa malengo ndiyo yanaweza kumtofautisha mwanadamu na viumbe vingine, kwa sababu viumbe vingine vinaishi bila malengo, lakini mwanadamu yeye anaishi kwa malengo. Na ndiyo maana katika hali hiyo hiyo ya mwanadamu kuwa na malengo, ndiyo sasa anaweza kujitambua kwamba mimi natakiwa niimbe mziki, labda niwe msanii mkubwa, anaweka malengo yake hayo. Au mimi natakiwa niwe mwalimu, nibobee kwenye ualimu, natakiwa niwe daktari. Katika maeneo tofauti tofauti ya career ambazo mwanadamu anakuwa anazichagua, basi zinakuwa zinamtengeneza
mtu ambaye tayari anakuwa amefocus kwenye malengo yake. Kwa hiyo viko vitu sasa ambavyo vinaweza vikamfanya mwanadamu akashindwa kulijibu swali hilo kwamba yeye ni nani, kwa sababu ya kuhama ama kutoka kwenye huo mfumo wa yeye kuwa na mtu mwenye malengo. Na vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu akapotea kwenye malengo yake hayo ni pamoja na mazingira, kwa maana ya kwamba mtu katika kuishi kwake, kwa mfano anapoanza shule, amesomea shule gani, amekutana na kina nani, mpaka ngazi ya chuo, anamaliza chuo na kozi alizozichagua, zote hizo zinaingia kwenye mfumo wa mazingira, na hasa kwenye upande wa jamii aliyokuwa nayo, makundi aliyoishi nayo, basi yanakuwa yanamshape kwenye ama kubaki kwenye malengo yake au kuhama kwenye malengo mengine. Ndio maana kuna watu wengine unakuta wameanzia katika malengo fulani na mwisho wa siku wakahama kwenye malengo hayo, au wakati mwingine wakashindwa kuendelea na malengo yale kwa sababu tu walikosa labda sapoti, walikosa jamii inayowazunguka ambayo inaweza ikaunga mkono kile ambacho wanakifanya. Lakini pia kitu kingine kinachoweza kupelekea mtu kushindwa kujua malengo yake au kupoteza malengo yake ni malezi aliyokulia pamoja na makuzi. Tunaona sasa hivi wako wazazi ambao mtoto anapozaliwa anakuwa ana uwezo wa kuangaliwa ana kipawa gani, ana talanta gani ambayo Mungu kampa au kaiweka ndani yake yule mtoto, na kwa hivyo wazazi wanaipalilia ile ndoto kwa kuilea vizuri, kuipeleka katika mazingira sahihi ya shule, na kupata vitu ambavyo ndoto ile itaendelezwa au uwezo ule utaendelezwa. Sasa kwa malezi wakati mwingine anachangia mtoto kushindwa kujiweka kwenye malengo ambayo ni malengo yaliyokuwepo sahihi, ambayo yatamfanya yeye kupata ile purpose ya kuishi au ile kusudi la yeye kuishi. Lakini pia kuna masuala ya kiimani pia, kwa mfano ukienda katika Uislamu na ukaenda katika Ukristo, viko vitu ambavyo wakati mwingine vimekuwa vikichukuliwa kama ni miiko au ni dhambi kufanyika. Kwa hiyo moja kwa moja mtu anapokuwa yuko kwenye imani fulani, maanake ataanza kuishi kwa kufuata utamaduni wa ile imani, na kuna vitu ataviacha kwa sababu ya imani yake na kuna vitu atavifanya kwa sababu ya imani yake. Kwa katika muktadha huo, kuna mtu anaweza akaathiriwa katika malengo yake. Kuna watu kwa mfano ni wanamuziki, lakini kuna dini haziungi mkono muziki, zinauchukulia kama dhambi. Kuna watu katika kuigiza na kadhalika inachukuliwa kama dhambi. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwenye imani zinazopingana na vitu kama hivyo, kama mtu atajikuta na malengo hayo, basi malengo yake yanaweza kuathiriwa. Basi katika maelezo yote haya, mwisho, wewe ni nani? Hili swali linajibiwaje? Katika maelezo yote hayo, hili swali linalosema wewe ni nani, basi linategemea kwanza mtu yeye mwenyewe atambue kusudi lake la kuishi ambalo linachagizwa na malengo ambayo mtu tayari amekisha kujipangia. Shukrani sana.